ACT! Kwa majina anaitwa Saidi Kagomba Chenja, ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam lakini na taifa. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeweza kutujalia kuweza kufika hapa. Tumeweza kufika hapa katika mkoa wangu wa Dar es Salaam na viongozi na maafisa usafirishaji wa wilaya 5. Tuko wilaya ya Ilala, tuko wilaya ya Temeke, tuko wilaya ya Ubungo, tuko wilaya ya Kigamboni, tuko na wilaya ya Kinondoni. Tumesikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anawasili katika mkoa huu wa Dar es Salaam kuja kufanya ziara yake za kampeni. Sisi kama maafisa usafirishaji kwetu, kwanza hilo tumeweza kulipokea, lakini pili, katika kulipokea tumelipokea kwa furaha, kwa sababu yeye ndo alikuwa suluhisho kwetu na yeye ndo alileta uhuru kwetu. Hata jambo la kuingia mjini na kutoka kupata vituo mjini ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuna nia, tuna sababu na tuna uwezo na tuna wakati na tuko tayari kwenda kupoteza muda wetu kumsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, katika kipindi chako cha miaka 4 na miezi 5 tumeona namna ulivyotujali na kufanya kazi yetu kuongezeka thamani. Sisi kama shirikisho la vyama madereva pikipiki mkoa wa Dar es Salaam Shivya Mapida tunatambua kazi kubwa uliyoifanya kwenye sekta yetu ya maafisa usafirishaji. Mambo kadhaa yamefanyika. Moja, kutoa faini kutoka shilingi 30,000 hadi kuwepo shilingi 10,000. La pili, umetujengea ofisi kila mkoa ambazo tunachangia na wamachinga. Tatu, umetupa jina heshimiwa la maafisa usafirishaji, tumpe maua yake namna hiyo. Lakini 4, mikopo ya 10% ya halmashauri. Umeongeza umri wa wanufaika kutoka miaka 18 ilikuwa mpaka 35 na umetuongeza kutoka miaka 18 mpaka miaka 45 na kadhalika. Hata hivyo, yapo mambo ambayo hayafanyiwa kazi ipaswavyo. Jambo la kwanza, kwa heshima na taadhima, shirikisho la vyama madereva pikipiki mkoa wa Dar es Salaam Shivya Mapida linapenda kuwasilisha maombi haya rasmi kwa lengo la kuboresha mazingira ya kazi na ustawi wa madereva bodaboda na bajaji nchini. Kundi hili limekuwa gumzo muhimu katika sekta ya usafirishaji, likitoa ajira kwa maelfu ya vijana na kuchangia kwa kiwango kikubwa pato la taifa. Mheshimiwa Rais, maombi yetu makuu ni kama ifuatavyo. 1, mfuko maalum wa mikopo kwa madereva bodaboda na bajaji. Tunaomba serikali kupitia mamlaka husika kuanzisha na kitengo mfuko maalum wa mikopo kwa ajili ya madereva bodaboda na bajaji bila kuweka kikomo cha umri. Hivi sasa mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri inalenga vijana wenye umri ya miaka 18 hadi miaka 45. Hali inayowaacha nje madereva wengi ambao bado wanategemea kazi hii chanzo kikuu cha kipato. Aidha, tungependekeza shirikisho letu la Shivya Mapida lipatiwe angalau 2% ya fedha. Angalau 2% ya fedha hizo kwa ajili ya utoaji wa mikopo kwa wanachama waliopo kwenye mfumo rasmi wa usajili wa shirikisho na SACCOS ya Mapida SACCOS ambao ni SACCOS yetu wenyewe. Hatua hii itasaidia kuimarisha ufuatiliaji, uwajibikaji na matumizi bora ya fedha hizo kwa lengo la kuinua kipato cha madereva wetu wa bodaboda na bajaji. Tuweze kupata bima maalum ya afya na ajali. Kwa kuwa kazi ya udereva wa bodaboda na bajaji ina changamoto kadhaa upande wa afya ikiwemo ajali, magonjwa mengine, tunaomba serikali kupitia mfuko wa taifa wa bima ya afya ya NHIF au mpango maalum wa haki jamii iwezeshe madereva kupata bima ya afya na ajali kwa gharama nafuu. Hii itasaidia kulinda maisha na ustawi wa maafisa usafirishaji wanapopatwa na ajali au maradhi wakati wa kazi. 3, utekelezaji wa punguzo la ada ya leseni ya udereva. Tunapongeza uamuzi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa kupitia punguzo la ada ya leseni ya udereva kutoka shilingi 70,000 hadi shilingi 30,000. Hata hivyo, utekelezaji wa punguzo hili bado haujaanza kwenye mifumo ya TRA. Tunaomba utekelezaji wa mara moja
punguzo hili kupunguza gharama za uendeshwaji kwa madereva wetu. Ufutwaji wa kodi kwa pikipiki za biashara, bajaji na bodaboda. Katika bajeti hilo iliyosomwa bungeni ya mwaka wa fedha 2025 na 2026, waziri wa fedha alitangaza kufuta kodi ya mapato kwenye pikipiki za biashara, bajaji na bodaboda kiasi cha shilingi 65,000 katika pikipiki za magurudumu mawili maarufu bodaboda au maafisa usafirishaji, kwa bajaji shilingi 120,000 kwa afisa kwa jina maarufu ya bajaji lakini wa pikipiki ya magurudumu matatu, kitu ambacho mpaka sasa TRA hawajaliweka katika utekelezaji. Tunaomba utekelezaji uanze haraka iwezekanavyo, maana kuchelewesha kwa utekelezaji inachukuliwa kama ahadi hewa. 4. Muda wa malipo ya faini ya madereva waliosajiliwa. Tunaiomba serikali itoe nafuu kwa muda wa malipo ya faini kwa madereva waliotambulika rasmi kupitia usajili wa shivya mapida. Washivya mapida tunapendekeza wapewe muda wa siku 7 kulipa faini kama sheria inavyoruhusu, baada ya kuchukulia hatua za papo kwa papo. Hii itasaidia kuimarisha utii wa sheria bila kuvunja moyo madereva wanaofanya kazi kwa usafirishaji wa bodaboda na bajaji. Mheshimiwa Rais, tunayo imani kuwa maombi haya yatazingatiwa kwa mtazamo wa kizalendo na kwa lengo la kuimarisha ajira, ustawi na mchango wa madereva bodaboda na bajaji maendeleo ya taifa letu. Tuko tayari kuunga mkono kwa heshima na taadhima. Na sisi kama shirikisho la vyama bodaboda na bajaji, katika ujio huu wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa haya mambo ambayo wameyafanya, tuko tayari kumpokea na tutafanya paredi ambayo paredi hii itakuwa ndani ya siku 3. Tutaifanya ndani ya Dar es Salaam. Tutazunguka katika wilaya hizi zote 5. Wilaya ya Temeke, wilaya ya Ilala, wilaya ya Kigamboni, wilaya ya Kinondoni na wilaya ya Ubungo. Lengo letu kufanya hii paredi kwa mapenzi mema. Haijawahi kutokea ndani ya miaka 4 na miezi 6 rais aliyoweza kutujali maafisa usafirishaji. Lakini tumeona amethamini, na hata lile jina la maafisa usafirishaji aloita ni yeye, katutoa katika bodaboda kutuita jina la afisa usafirishaji. Tumeona ni kwa namna gani na kwa lengo gani ameweza kutusaminisha kazi zetu. Hii ni ajira kama ajira nyingine. Hii ni ajira kama ajira nyingine. Kwa hiyo tuko tayari kumpokea na tuko tayari kufanya hayo maandamano ya kuweza kufanya survey katika hizo wilaya zote tulizozitaja. Lakini sisi kama vijana, kuna romance ambazo zimetoka mbalimbali ambazo zinaweza zikawa sahihi au sio sahihi. Sisi kukusanyika hapa, lengo letu ni haya tuliyosema, lakini lengo letu ni kubwa. Kwa yeye alivyosema, tunasema mnyonge mnyongeni yake mpeni. Tuko tayari hiyo Oktoba 29 sisi kama maafisa usafirishaji kwenda kupiga nini? Kula. Kwenda kupiga nini? Kula. Tutakwenda kupiga kula na tutayafanya mambo mbalimbali. Wale watakaohitaji kupelekwa kwenda kupigwa kula, tuko tayari kuwabeba hata bure kwa kile tulichosaminiwa, na sisi tutarudisha mchango wetu, kwa sababu mchango wetu ni mdogo sana, lakini tutaona turudishe mchango wetu. Ametufanyia kadri ya mambo kadhaa 8 ambao ndio ulikuwa suluhisho kwetu, lakini kuna haya mambo 4 ambapo umeona katika hata mikopo ambayo tunakwenda kupata katika taasisi za kibenki. Kwa nini tumeomba fedha tuweze tupewe? Taasisi za kibenki zinahitaji tupeleke 1%, lakini yenyewe inahitaji katika bajaji tupeleke kianzio kisopungua 1,960,000. Sasa je, madereva wengi wanazo? Madereva hawana. Katika kianzio cha pikipiki unatakiwa tu upeleke 660,000. Je, madereva tunazo? Hatuna. Kwa hiyo ndio maana tumeomba lile fungu Mheshimiwa Rais aweze kutuwekea. Tumeona wenzetu wafanyabiashara ndogo ndogo ameahidi na ameweza kuwawekea, na tulisikia zaidi ya bilioni 16 wameweza kuwa wanaweza kuwekewa. Kwa hiyo na hili kundi tunamwomba Mheshimiwa Rais asilisahau, na ndo kundi kubwa na ndo kundi la maafisa usafirishaji. Lakini sisi tunachangia kipato kikubwa cha taifa. Kila unavyoona bodaboda na bajaji, watu wanashindwa kuelewa. Bodaboda na bajaji inalipa kodi ya mapato. Bodaboda na bajaji inalipa kodi ya maegesho. Bodaboda na bajaji inalipa kodi ya LATRA. Bodaboda na bajaji inalipa kodi kwenye mafuta. Bodaboda na bajaji inalipa kodi ya vipuri. Kwa hiyo bodaboda hii na bajaji tunaingiza mapato makubwa ya taifa. Ukichukulia tu tuko 200,000
na 27 ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Sasa ukichukulia tu tunalipa hela ya halmashauri kila pikipiki moja kwa shilingi 100 kwa siku. Kwa siku 360 ni shilingi 36,000. Kwa hiyo ukipiga hesabu hapo utaona inakwenda zaidi ya bilioni 16 au bilioni 8 au mpaka bilioni 9. Kwa hiyo ni kipato kikubwa. Hatujachukua kodi nyingine. Kwa hiyo serikali inakusanya zaidi ya bilioni hata 18, 20 kama tutawekewa mpango kazi mzuri, lakini hata kile kinachochukuliwa tunajua kinarudi kwa jamii, kujenga mashule, kujenga barabara, kujenga vitu mbalimbali ambavyo vya kusaidia jamii, ambapo na sisi tunategemea, kwa sababu hata usafirishaji na watoto wanasomesha, hata msafirishaji, barabara ikiwa mbovu pikipiki zetu zitaharibika. Kwa hiyo tumeamua kuyasema haya na tuko tayari, na haya machache tunamuomba Mheshimiwa Rais atakavyokuja, na kama tutapata nafasi tutaweza tena kumweleza, lakini tutajitokeza kwa wingi. Lakini lengo letu ni moja tu, kuhakikisha sisi tutakuwa watulivu ifikapo Oktoba, kila mmoja atakwenda kupiga kura. Na nimewaambia madereva usafirishaji wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam, nimewaeleza kama utakuwa hujaenda kupiga kura, itakuwa moja kwa moja huna tofauti na mwanamume ambaye ametoka nyumbani na hajaje chai la kula kwa mkewe. Wataniuliza kwa nini, nitakuja kulitoa baada ya uchaguzi tukashiriki. Na la mwisho kumalizia kwamba amani ndio tunu yetu. Bila ya amani tuna mikataba. Ukimaliza mkataba wako unahitaji uende kwenye nini? Kwenye malengo. Ukimaliza mkataba wako unahitaji kwenda kwenye nini? Malengo. Kwa hiyo kila dereva na malengo yake. Kwa hiyo kama utavunjika amani utamaliza mkataba. Kama utavunjika amani utakwenda kwenye malengo yako. Kwa hiyo tunasimama kwenye malengo, hatuna Tanzania nyingine, Tanzania yetu ni hii. Kwa hiyo tunawaomba sana Watanzania wenzetu tujitokeze hiyo Oktoba kwenda kumchagua yule tunaomtaka, lakini kwa yale ambayo umeona mazuri yanafaa mfanyie yule aliyoyafanya mazuri. Kwa hiyo kwa kusema haya machache, tunao viongozi wa kiwilaya nao watasema madogo machache. Baada hapo atamalizia taasisi ambayo nao tunashirikiana nao kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya paredi, kuweza kuhakikisha kwamba Oktoba vijana wote wa maafisa usafirishaji watakwenda kumchagua kiongozi ambaye wanaona wanafaa, na moja kuilinda amani yetu ambayo ndio tunu yetu ya taifa letu. Awi! Amnipi maua yangu mwenyekiti. Twende juu tuipe maua yetu, twende maua yetu. Awi! Makusudi. Oktoba kutokwenda kupiga kura.